Bwana Yesu asifiwe, jina lake libarikiwe. Hata tumshukuru Mungu kwa sababu tunaanza somo letu tena. Asante Kristo kwa neema na utukufu. Asante kwa uzima milele. Asante kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Wewe ni Mungu unaishi mahali pa kuinuka. Nasi kwa tutakwenda kulila neno lako tena. Uzidi kufungua masikio yetu, tuzidi kuelewa yale tuliyokirimiwa. Na tuzidi kuelewa maneno yako jinsi yanavyosema. Nashukuru kwa sababu upendo lako ni kuu na uzima milele unatoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu, Bwana Yesu asifiwe. Natumaini sote tu wazima afya kabisa. Tangekuwa hapana wagonjwa nafikiri tungejua. Na ikiwa labda unaumwa, Mungu azidi kukufanya uwe na afya nzuri. Uwe na afya nzuri ambayo itakusababisha kuyasikia maneno yake. Sasa siku ya leo tutajifunza kitu kimoja ambacho kinaitwa sadaka. Sadaka yani matoleo. Sadaka kuna aina nyingi za sadaka, lakini tutajifunza kitu kinaitwa tu sadaka kwa jumla. Sadaka ni kitu ambacho watu tumekichukulia kama kawaida. Sadaka ni kitu ambacho watu tumekichukulia kwa mzaha sana. Lakini sehemu ya sadaka ni sehemu inayokufanya katika nafasi zako za uchumi kuongezeka na kuwa na ulinzi. Sehemu ya sadaka ni sehemu inayofanya nafasi zako za kiuchumi kuongezeka na kuwa na ulinzi. Sehemu za sadaka. Nikizungumza sadaka nilisema nazungumza sadaka zote kwa ujumla. Zote kwa ujumla. Hiyo sadaka kwa Kristo tumeichukua kawaida sana. Aliyeanzisha sadaka ni Mungu mwenyewe. Sadaka aliyoitoa alimtoa mwanaye, ambayo haikuwa ni rahisi mtu kujitoa kwa sababu ya makosa ambao wewe uliifanya, ambao mimi na wewe tuliyafanya, ambao tuliyafanya sisi, ambao tulikuwa tumekatazwa tusiyafanye, tukaanguka katika makosa hayo. Alafu mtu mwingine aje atufie ili sisi tupate kukombolewa. Hiyo sio mchezo. Mungu ndiye alianzisha sadaka iliyo nzuri zaidi. Sadaka yake. Na kaiacha hadi katika watu tuendelee kuitoa sadaka. Tutoe sadaka. Ukiangalia katika kitabu cha Malaki, tuangalie Malaki. Agano la Kale, kitabu cha Malaki mstari wa 3. Kitabu cha Malaki. Biblia inasema hivi. Tuanze Malaki 3:10. Hata tuanze mstari wa 8. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi, lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. 9. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Naam, taifa ili lote. Mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili ikiwemo chakula katika nyumba yangu. Nasikia? Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafunulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Sehemu ya sadaka Mungu anasema hivi: tumjaribu katika matoleo,
tumuone kama atatubariki. Amesema mwenyewe tumjaribu katika kutoa, tuone kama hatutajaliziwa mambo yetu, aidha sehemu zetu za kiuchumi. Sasa sisi sehemu ya sadaka ndio sehemu ambayo tunaifanya mchezo zaidi. Utakuta mtu anatumika katika kampuni, unalipwa $700, unalipwa $500 au 400 au 600 kwa wiki moja. Unakwenda kanisani na sadaka ya $5, wengine wanakwenda hata na $1, huku ukifunga na kuomba ukimwambia Mungu ya kwamba Baba, na mimi napenda niongezewe, na mimi napenda nijaliziwe. Huwezi ukajaliziwa namna hiyo, haviwezekani. Yaani wewe haupendi kutoa, lakini unapenda kupokea. Sasa utapokea namna gani na wakati wewe haupendi kutoa? Sehemu ya 10 kanisani ya utoaji, sadaka hautoaji kawaida, kujitolea katika kazi ya Mungu hujitoleaji. Sasa wewe unapenda ubarikiwe kwa namna gani? Na Biblia inatuambia kwamba heri ya kutoa kuliko ya kupokea. Angalia mapato yako. Kila siku unakuta wewe ndio wa matatizo. Mimi pesa zikai, mimi zitakaaje? Pesa hazina sehemu ya kuzidhibiti. Mahali pale unapotoa wewe, unapoingia katika kutoa, inafanya pesa zako zinakuwa na udhibiti, zinakuwa zimefungwa. Shida za kujitokeza za kusababisha pesa zako zisikae zinafungwa, hazitakuwa tena na nafasi ya kufanyeje, za kujitokeza. Unakuja kukuta umeshawekeza 10,000, 5,000, shida inatokea, pesa zote zinamwagika. Ushawekeza 2,000, shida zinatokea, pesa zote zinaondoka. Unakuja kujikuta katika hizo shida zako unagharimu 1,500, lakini kwa Mungu unapeleka $1. Sasa ukishindwa kuzichukua zile pesa zako kuziweka hazina kwa Mungu, ukamtolee hata $20, hata $30, 50, 100, zikasababisha 1,500 zisiondoke. Sasa hatupendi sisi kuweka udhibiti katika mali, tunapenda mali kuondoka huku tukilia na kusaga meno, na tukipenda Mungu atuwekee ulinzi, na wakati sisi wenyewe tumeukataa huo ulinzi. Unaona tatizo tulio nayo? Utakuta kanisani panaingia watu 100, watu 50, panahesabiwa sadaka ya 50, panahesabiwa sadaka ya 100. Ina maana kila mtu aliyeingia kanisani ametoa $100, $1 msamani, ametoa $1. Sasa ikiwa mmetoa $1 na huku mkipiga kelele au tukipiga kelele, Mungu tunaomba utubariki tujaziwe katika gala zetu, zitajazwaje hizo gala na wakati wewe mwenyewe haupendi gala yako kujazwa? Na Mungu hapa amesema kwamba tumjaribu katika matoleo, tutayaona mengi. Kaini na Abeli walipoingia katika matoleo, Kaini hakutoa matoleo yaliyo mazuri, lakini Abeli alimtoa mnyama. Pana siri kubwa, alitoa sadaka ya damu, alitoa mnyama. Kaini alipotoa mnyama, Mungu alipenda sadaka ya Abeli sana, kwa sababu sadaka ile ya Abeli ilikuwa ni sadaka ambayo aliitoa kwa moyo mmoja, aliitoa kwa nia moja, hakaifurahia. Hakuchukua lile sadaka ambayo ya mabaki,
ambayo Wakristo wa leo tunaifanya. Unakwenda kanisani ukiwa na dala 20, unakwenda na chagua ili uangalie pale palipo dala moja, na huku ukijisifu ya kwanza, mimi siwezi nikatoa dala 20 zote, ukazania ya kwamba unafanya ujanja, kumbe wewe ndio mjinga wa hali ya juu. Na huku ukisema mbona shida zimekuwa nyingi, huku ukisema mbona uchumi wangu haupandi, unafanya ukipanda tena unaenda, ukipanda unaenda, nimerogwa. Haujarogwa, umejiroga. Rekebisha sehemu ya sadaka yako. Pata dala 500, tolea Mungu dala 100, tolea Mungu dala 50, tolea Mungu hata dala 20 basi, tolea Mungu dala 10, dala 5, dala 2. Kila siku ibadani, wewe ndio unakwenda ibadani au kwaji na sadaka, na huku unakwenda kwenye makampuni, na huku unatumiwa pesa. Si vizuri. Chunguza haya maneno. Lakini tena unapoitoa sadaka iliyo nzuri, unapotoa 50, unapotoa 100, unapotoa 20, Biblia inatuambia kwamba usikwende ukijivuna ya kwamba ni mimi ndio ambao ninaifanya sadaka katika kanisa lile inapanda, kwa sababu mimi sijawahi kutoa dala 5, kila siku natoaga dala 100. Hiyo sadaka yako nayo pia hayatazaa matunda. Mathayo inatuambia hivyo 6. Unapotoa sadaka yako usikwende na itangaza. Toa sadaka kwa moyo mmoja, na unapoitoa iwe siri yako, isiwe ni matangazo, ukijisifu katika kifua, ni mimi ninayeitoa sadaka nyingi kanisani. Ina maana wewe unatoa sadaka isiyokuwa na manufaa. Kwa tunapotoa sadaka zetu, tumuone Mungu, maana sadaka Mungu anazijaza. Haiwezekani ukatoa sadaka ukabaki ulivyo. Mungu anafanya mabadiliko. Mungu anafanya mabadiliko katika matoleo yako. Kaa vizuri, mtolee Mungu kwa moyo mmoja, mtolee Mungu. Hacha ujanja katika sehemu ya sadaka, hacha ujanja. Wengi utasikia masababu zimekuwa nyingi, akifikiri ya kwamba yale anayoyatoa ni kwa sababu ya wachungaji.